Kufanya tendo la ndoa mara chache miongoni mwa wanandoa kunachangia baadhi ya wanandoa kusaliti ndoa. Idadi, how many times. Kuna baadhi ya wanandoa wanafikiri kufanya mara chache yani ni ushupavu, kwamba sisi tunamshukuru Mungu, yani kitu sio kama chakula, yani tunaweza tukapiga leo, baada ya mwezi hivi, baada ya muda gani, yani mwili wangu mimi kwa kweli mambo hayo namshukuru Mungu. Hilo sio jambo la kumshukuru Mungu. Kama ukijiona mwili wako hauna uwezo wa kufanya hiyo huduma mara kwa mara, sio jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la kuombewa. You have problem, una matatizo. Usijivunie kwamba sisi na mume wangu hata tunaweza tukakaa hata mwezi, hata miezi mingapi, yani mawazo yetu yako, tunawaza Mungu zaidi kuliko hii. Hii ni kazi ya Mungu pia. Kama unatafuta utumishi, moja ya eneo la utumishi katika Bwana ni hili. Wamama, mimi nimejitoa maisha yangu, mimi bwana mambo sasa hivi sitaki, mimi nataka kumtumikia Mungu tu, mawazo yangu yote yako kwenye kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu kunaanzia kwenye kutoa tendo la ndoa kabla ya kuja kuimba hapa kanisani. Wababa, kumtumikia Mungu kunaanzia kwenye kumridhisha mke wako. Na wamama, niwaambie kwa wanaume, akili ya mwanaume ili ifanye kazi vizuri lazima afanye tendo la ndoa. Kwenye kitabu kimoja kinaitwa Thamani ya Tendo la Ndoa, kwenye hicho kitabu Thamani ya Tendo la Ndoa nimeandika utafiti huu. Wanasema hivi: mwanaume, kinachosafisha akili ya mwanaume ni tendo la ndoa. Nataka nikwambie, mwanaume asipofanya tendo la ndoa muda mrefu anakuwa kama chizi. Kama nani? Chizi. Na hapa watafiti wamefanya utafiti wa kisaikolojia, wameandika hapa kwamba mwanaume kama anaenda kufanya interview kesho fulani, interview fulani, usaili, na unataka afaulu, afanye vizuri kwenye ule usaili, wanapendekeza kwamba atoke akiwa amefanya tendo la ndoa kwanza. Yaani ule usiku afanye tendo la ndoa la maana. Kama ni show ya kibabe, alafu kesho ndo akae kwenye interview. Nakwambia kila swali tiki 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 tiki. Lakini akiwa ametoka bila, alafu ndo kesho yake anaenda kwenye interview, hata kaswali rahisi chini kanamshinda, akili haifanyi kazi. Na mwanaume, leta kitabu cha tofauti ya mwanamke na mwanaume, nimeandika pia hapa utafiti wa kisaikolojia. Mwanaume akiwa amefika kwenye hamu ya tendo la ndoa na asilipate, narudia tena, akiwa amefika kwenye hamu ya tendo la ndoa na asilipate, watafiti wanasema men are capable to sex with anybody in this world. Anybody. Mwanaume akifikia kwenye ile climax ya tendo la ndoa na asilipate, hata sema nitasubiri mpaka mke wangu arudi. Kama kuna house girl, ataenda na house girl. Kama kuna mdogo wa mke, ataenda na mdogo wa mke. Kama kuna jirani, ataenda na jirani. Kama kuna mtoto wa mjomba, mtoto wa dada yake, ataenda na huyo. Kama kuna mama mkwe, ataenda na mama mkwe. Serious. Katika counseling moja nilikuwa nafanya, ambayo hiyo ndoa sasa hivi wameachana, huyu bwana alisafiri. Sasa huku nyuma mama mkwe akaja kumtembelea mtoto wake na mume wake bila taarifa. Akafika akajua sinakuja nyumbani kwangu. Kufika pale mama kaenda Dubai. Yaani mke kaenda Dubai. Kwa hiyo yuko mume na mfanyakazi tu. Basi. Sasa mama mkwe akakaa pale, anasubiri mpaka mwanae atakaporudi. Na ule mama yuko sijui China, sijui yuko wapi, kakaa pale for a long time.
Na huyu mwanaume amefika mahali kwenye piki, anasema siku moja kwanza akaanza kumpa maneno ya utani mama mkwe. Mara kwa mara anamtania, mara sio anamtania. Mkwe wangu lakini bwana ana matani mengi. Akajua mambo ya mjini hayo. Wako kumjini hamnaga mambo yale ya mila. Sasa usiku mmoja wakiwa wameshazoeana utani, akamgongea usiku wa manane. Vipi? Fungua mama, fungua. Kuna nini? Fungua mama. Akaanza sio ni dharura au nini? Yeye nini kufungua, kaingia kafunga. Vipi? Mama bana, unavujua nini niko hoi. Wiki vipi? Mama niko. Sasa unajua wakati mama naye kaamka usiku, yuko kavaa ile ya kukurupusha. Hana jinsi, hana gauni, hana nini, yani naye kavaa hivyo. Wakati hata hawajaanza hata kuongea kidogo tu nini, yani yule baba tayari kashalukia titi limeshaanza kunyonywa la mama mkwe. Mama mkwe anasema, wewe unafanya nini yani? Laana gani hiyo? Laana gani unajitafutia? Laana gani hiyo? Huko sauti inaenda kupungua za nguvu. Laana gani hiyo jamani? Jamani, laana gani hiyo? Laana gani hiyo jamani? Laana gani hiyo? Laana gani hiyo unajitafutia? Laana gani hiyo? Sauti ikawa inaendelea kushuka, laana inaendelea, lakini nguvu ya hiyo laana inaendelea kupungua kila kadi muda unavyozidi kwenda. Baada ya muda mfupi walijikuta wako kwenye kitanda kile sikolala mama mkwe. Shughuli ziliendelea. Mama mkwe naye kumbe alikuwa na hamu ya muda mrefu. Mume wake ashachana naye zamani, haya mambo naye hajafanya siku nyingi. Basi ikapigwa show pale. Mama mkwe anasema, aise, ambao umeyafukua makaburi yalikuwa yamefukiwa miaka mingi. That's why Waswahili wanasema, watafiti wanasema, men are capable when they come to the climax for sex, they are capable to sex with any person, anybody.